Bwana sana. Amen. Mimi kipekee napenda kumshukuru Mungu maana amenipa zawadi ya uzima. Na kingine napenda kumshukuru Mungu. Siku ya kwanza nilipopanda mlimani nilikuwa siwezi kabisa. Yaani singekuwa mama na mama mdogo nisingeweza kupanda, nilikuwa narudi. Lakini mara ya pili nilienda mwenyewe. Nikawa najisikia kama ile hali ile inaanza kujirudia. Nikawa naita damu ya Yesu inisaidie. Naomba. Hapo nikatapika. Namshukuru Mungu nilipanda sikusikia chochote kile. Mshangilie Yesu maana katika kutapika ndiko kufunguliwa. Amen. Namshukuru Mungu kwa hilo. Barikiwe sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Ana. Napenda kushuhudia Mungu amenitendea. Amen. Siku ya Jumapili tulitoka hapa nikaenda nyumbani. Nilivyoenda nyumbani kuna sehemu nilikuwa nimemwagiza mtoto wangu. Nikamwambia mnenda alafu tutaonana baadaye. Maana nilikuwa nimekuja huku ibadani. Lakini baada ya kutoka hapa nikaenda nyumbani nikakaa namsubiria mtoto lakini simuoni, lakini baadaye akarudi. Baadaye akaniambia mama ningepata ajali. Nikamwambia kwa nini? Akasema mama mimi nimeenda kwa baba, tulivyotoka kwa baba mimi nikapanda ice lakini sijajua ni nini kimetokea, lakini ice ikawa imepamiana, lakini namshukuru Mungu mimi mtoto wangu ametoka salama. Amen. Na namshukuru Mungu kwa sababu nguvu iliyokuwa hapa sio nguvu ndogo. Nguvu iliyokuwa mahali hapa ni kubwa mno. Amen. Tusidharau jamani. Mimi ningepoteza mtoto. Ningepoteza mtoto kwa sababu wamefanya kuruka. Yeye mwenyewe karuka anarudi nyumbani anachechemea. Nikamwambia mbona unachechemea? Akasema mama nimepata ajali. Akasema kuna kijana ambaye katika hali ile ya ajali alikufa pale pale. Nikamshukuru Mungu mimi mtoto wangu ametoka salama. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa sababu Jumapili iliyopita nilikuja hapa nikanywa meza ya Bwana. Baada ya kunywa meza ya Bwana nilikuwa naumwa na macho, hata nilikuwa siwezi kuangalia. Kila mara kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Nikamwambia Mungu, teso langu leo ndo liishie hapa. Kwa kweli Mungu ameniponya, ninaona vizuri sasa hivi, sioni tena vibaya. Yaani nilikuwa naona ukungu lakini sasa hivi sioni tena ukungu. Haleluya. Shangilia Yesu kumponya macho yake, walitaka kumfanya kipofu lakini Bwana ametenda. Ongeza tena makofi. Mtumishi Mungu akubariki sana. Amina mtumishi Mungu. Mungu akuinulie, yaani akuinulie vingi mno. Amen. Napokea. Uende mbali sana. Napokea kwa jina la Yesu. Mtumishi. Barikiwe. Asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Nancy. Nashukuru Mungu tangu nije hapa Mungu anazidi kutenda. Amen. Maana kupitia ile wiki iliyopita kwa kupitiana na ile maombi ya kuvunja roho za ukoo wa mabibi na mababu, naona Mungu ametenda. Kutoka hapa hiyo siku venye tulivunja nafika nyumbani natafutwa kwamba niongee na wazazi wangu. Sikuamini kwamba nitaongea nao. Nimekaa miaka 3 sasa hivi sijaongea nao. Nashukuru Mungu hiyo siku niliweza kuongea nao, mume wangu aliniunganisha nao, nikaongea nao maana nikamwambia sina salio. Shangilia Yesu. Nilikwambia Mungu atakutanisha na watu ambao walishapotea siku nyingi. Watakutafuta, hata kwako ukatafutwa kwa jina la Yesu. Wale waliokuacha kwa njia za giza wakafukuzwa mbele yako kwa kuwa wamebeba msaada, waende wakakutafuta kwa jina la Yesu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Lucy. Napenda kumshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu ambayo anafanya kwenye hii madhabahu. Amen. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kupanda mlimani Jumamosi ile iliyopita, wakati wale nakumbuka ambao tumepanda mlimani mara ya mwisho. Sikuwahi kupanda tena mlimani, lakini nilivyosikia kwamba kuna kupanda mlimani na mimi nikatamani kupanda. Yes. Lakini sasa nilivyokuwa napanda nikatamani na kiwanja ambacho nilikuwa najenga Dar es Salaam, na hicho kiwanja kimechukua miaka mingi sana, karibia miaka 10. Niliweka tu foundation na yani kila nikijaribu kujenga nashindwa, nikijaribu kupeleka material ninashindwa. Nikipata hela nikisema kwamba naipeleka kwenye hiyo site ninajikuta ile imeingia kwenye vitu vingine. Nikatamani kuagiza udongo kutoka pale. Kwa hiyo nikaagiza udongo, nikaletoa udongo, nikapanda nao mlimani. Tukaomba juu ya ile wakati mtumishi anaendelea kuomba,
akawa natamka akasema kwamba kuna mtu anajenga na hicho kiwanja na anaona hicho kiwanja kina majani ya kijani. Nikamshukuru Mungu sana kwa sababu hizo picha nilikuwa nimeomba nitumie picha, wakati nitumie udongo nikatumiwa pia na picha. Kama unaweza kuona mtumishi. Nimeona mtumishi. Kina majani kabisa. Ni kwamba ameanza ujenzi akafungiwa hapo, hakuna kuendelea. Hata kufika kwenye lenta hakuna, mpaka kiwanja kimeota majani, na wengi wako hapa wa namna hiyo. Acha nimwambie Mungu kuanzia leo yale majani yakageuke fedha ya kujenga. Amen. Yale majani yaliyokaa juu ya ile nyumba yageuke fedha ya kujenga kwa jina la Yesu. Amen. Hautazuiliwa tena kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Hata nilipokuja Jumapili ibadani akatamka tena, na nilikuwa kule nyuma sikuwa hata na yani sikuwa na wazo lolote kuhusu hiki. Lakini mtumishi alipokuwa madhabahuni akaanza kutamka tena, akasema kuna mtu yuko hapa, naona kiwanja kina majani mengi sana. Nikamshangaa Mungu sana. Nikatoka mbele, kutoka kule nikaja mpaka hapa mbele. Lakini nilivorudi kuja kukaa nikaa nimemshukuru Mungu sana. Nikaa nimemuonyesha nimekuja na binti yangu nilikuwa niko naye. Lakini yeye alikuwa haamini. Nikamuonyesha hii picha, nikamwambia hebu angalia jinsi ambavyo mtumishi anaonyeshwa vitu vya ajabu kabisa. Nikamwambia hizi picha nimetumiwa tangu juzi, lakini kila nikijisikia kwamba nataka kumtumia mtumishi hizi picha, roho yangu inasita. Kila nikijaribu kumtumia roho yangu inasita. Lakini kumbe ilikuwa ni ifanyike hivyo ili naye aweze kuamini kwamba kile mtumishi anachokiona ni cha kweli. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana sana sana. Amen. Amen. Hebu shangilia basi, jicho la kiroho liende kila mahali, likaone na vya kwako usaidike kwa jina la Yesu. Haleluya. Wakati unaniombea basi niombee na macho yazidi kuona mbali. Kila ninachokiona ambacho amekufunga nikikiona, Mungu ananipa mzigo wa kuomba na utaona mafanikio.